Wazo unaopitia kwamba inawezekana ikawa umepika wali, lakini kwa bahati mbaya wali ukawa tofauti na wateja wako ambao unawafanyia hiyo kazi kidogo wakawa na maelezo ya tofauti sitofahamu, lakini ukajitahidi kukaa nao chini na kuwaelekeza, kwa sababu mapishi muda mwingine anakuwa na motisha kama hizo zinavyotokea. Na hizo ni changamoto ambazo unapitia. Changamoto nyingine ambayo unapitia katika mapishi, ukiachana na hiyo kukosea chakula, kwa sababu ipo katika dunia, hata wapishi kina mama nyumbani wale tunawaona hilo, umeona, na sehemu nyingi tukipitia tunaona hilo, na muda mwingine wale unakuwa mzuri, muda mwingine wale unakuwa mbaya, lakini kuna changamoto zingine za kikazi ambazo unapitia. Sawa, changamoto nyingine za kikazi, anaweza kuwa mtu akawa na kazi yake ya kupika, kama vile kupika au sio, inakuwa mimi hawezi kujitaarifu ile kazi mapema, anaweza kuja usiku kama saa 2 au 3, na mimi na kazi yangu kujifanyia kwa ajili ya kesho. Sasa pale inakuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa mimi nawaza na kufikiria, lakini binadamu na utumia kwamba siwezi kumkatalia, kwa sababu sote ni wamoja, na amua siku ile kuja masaa niambia kwa usiku kama saa 3 ninachukua na sana zangu na kuja kazini kwake. Sawa. Kwa hiyo na haya mapishi ni kwa huku shamba tu, ama hata Dar es Salaam ukija ukipigiwa kwamba tunazungumzia Kilindoni, unafika kule na unafanya hizi kazi? Hata Kilindoni tunafanya kazi. Bahati nzuri, kabla mimi fundi wangu haja kuwa pamoja na mimi, alikuwa na fundi mkuu mwingine, alikuwa kafikia mpaka Kilindoni, kufika hadi Utende kufanya kazi kama. Kwa mahoteli ya kitalii makubwa alifika. Sawa. Na nyinyi mna uzoefu wa muda gani kazi hii? Mimi binafsi ndo nina uzoefu kuanzia mwaka 2022, lakini fundi mkuu mwenzangu hasa ameanza hii kazi, ameanza tangu mwaka 2000 au mwaka 2019 hivi ameanza hii kazi. Takriban miaka 20 na lakini wewe una takriban miaka 3 sasa hivi ama 4. Na fundi anakwambiaje, labda unavopika wewe peke yako ikatokea fundi kakuacha na kazi nyingine akakwambia bwana hapa leo watolee vitu wa washikaji wale ili maisha yaendelee, sasa ukapika na fundi akaja akaonja, mara nyingi anakupa changamoto gani fundi mkuu? Changamoto fundi wangu kuu anachonipa mimi kwamba ninapokupa kazi hii kwenda sehemu kama ni peke yako, usiwe na oga sana, wala usiwe na kidete, wewe tulia kama ninavyopika mimi na wewe tuko pamoja. Sasa na mimi bahati nzuri sehemu naokwenda ile natulia na napika chakula kizuri, siku akiwa haipo fundi, hata wale wateja wangu wa mitaani wanamuuliza fundi, leo umeenda wapi? Bahati nzuri umemleta fundi wangu, mwanafunzi wako, lakini bahati nzuri ametufikia chakula fresh, hakina tatizo. Sawa. Kwa hiyo mara nyingi haina dosari kipindi fundi anatoka na kukuachia wewe majukumu, na wewe unafanya majukumu ipasavyo, unaenda vizuri kabisa. Sawa, una wito gani katika mahoteli makubwa? Una wito gani katika hoteli za kawaida ambazo mtu anaweza kukuita ukafanya kazi? Katika mahoteli makubwa kwa kweli mimi hatujaitwa kabisa kwenye mahoteli makubwa, isipokuwa mahoteli yetu ya mitaani ya vijijini tunaitwa kwa kweli, ikiwa ni siku za sikukuu tunaenda kufanya kazi, watu wanafurahi tu. Na mnapokea bado wanafunzi? Wanafunzi napokea. Wanafunzi. Fundi wangu kwa kuwa ni mzee dogo, ananiambia kitokea mwanafunzi maana atakukubalia. Kwa hiyo usimwache, tuwe naye pamoja. Sawa. Na mfano kama mwanafunzi mnataka kumchaji labda ili mnamfundisha, mnachukua kiasi gani cha pesa? Kwa mfano wake, tumeenda kazini, tumepata kazi ya shilingi 60,000 au 70. Sasa bahati nzuri mimi na fundi kidogo tunakuwa na chajiu kidogo, isipokuwa mwanafunzi kidogo tunampoza kama shilingi 10,000 au 15 kwa ajili na yeye afanyia apate sabuni yake ya kufua. Kwa hiyo mwanafunzi huwa ajifunzi bure, bali anajifunza na kujipatia kipato cha riziki yake ya kifedha kuendesha maisha yake mengine. Na awali uliniambia kwamba hapa nyinyi mnapika kwa sufuria moja ama dishi moja, si ndio? Kwa dishi mnapika kwa shilingi ngapi? Dishi moja inapata shilingi 3,000 tu, kwa sababu tunasaidia wananchi wetu kijijini. Yaani nyinyi mpo kwa sababu ya kuwasaidia watu wasile ubwabwa mbichi. Kwa hiyo ni shilingi 3,000 bei chetu. Kwa nini msipatane kishughuli mzima? Yaani kwamba mimi na shughuli yangu, of course nikakuita nikakwambia kwamba bwana mimi shughuli yangu nataka unipikie hapa. Umeona bwana labda na 400,000, 500,000, au wewe ukasema bei yangu mimi nataka nikupikie shughuli mzima na wale watu wakala wale wakapendeza, labda kwa shilingi 200,000 au 300,000.
hiyo changamoto yetu kwa kuifuatilia kidogo, tukaelezea wananchi wetu kama hivyo walivyotuambia kwamba kama shughuli si ni kazi ngumu, kazi ya kuchezea moto kucha, na pia hapo waweza kuwa chakula kibichi mkatusema. Kwa hiyo hii kazi inapokuja sisi tupatane kibei. Wakatuambia sawa, tupatane kibei, lakini sisi ni wazee wenu, kwa hiyo kikupata kibei sio kipata kibei, sipo kutufanyiana hivyo hivyo tu kama kusaidiana, tukurudishie moja shilingi 3. Hiyo masuala ya kupatana mbele kwa mazuri tutapatana mbele huko, lakini sasa hivi tusaidiege. Sawa, sasa hivi mtusaidie kutokana na hali ya uchumi ilivyokuwa ngumu. Bwana, mimi sina la zaidi. Nilikuwa na mzee wangu hapa anaitwa Msomi Abdu Juma kutoka jimbo kutoka jimbo kijiji cha Jimbo, kitongoji cha Jimbo mjini. Kutoka jimbo kitongoji cha Jimbo mjini. Bwana, ukitaka mapishi mimi sinuki, na nakwambia tu mapishi ni haya hapa. Hapa kuna jungu hizi hapo kadhaa kama unavyoziona. Ukitaka masuala ya mapishi, hawa watu waga wakopeshi bwana, anakupikia wali safi kabisa na unakuwa unajisikia upo duniani. Na sio katika mashughuli tu kama hivi vijijini, hapana. Kwenye hotel Mijinenti ukifika, ukiwaomba watu wanakupigia, na namba zao za simu nitakuandikia hapo chini, utaziona, utawapigia katika sherehe aina mbalimbali, wanakuja na kupikia chakula chako safi. Lakini hapa nilichostaajabu leo bwana Yuzo, nimekuta pilau la samaki ambalo sijawahi kuliona. Nitawaonesha huko baadaye huko mbele. Sijawahi kuliona ile pilau la samaki. Baba, samaki gani ule ulompika? Yule samaki bwana anaitwa samaki aina taa. Yule ni kitaa. Kitaa kile. Na hata samaki wengine vile ukitupatia samaki aina yoyote tunaweka kitu kama kawaida. Mwanzo mwisho, yani samaki aina yoyote. Yani hapo tu ukiweka chango wazee wana yoyote. Bwana, hii ni noma kabisa. Ukitaka kushare na mimi hapo, share katika Yuzo TZ, angalia hapo, nitakuonesha mambo aina mbalimbali ya mafia. Hii ndio mafia bwana. Huku sio kwenu mmezoea wali, pilau, nyama. Huko pilau samaki. Pilau samaki. Nataka nivizie watu wapike pilau la madafu. Asanteni sana.